Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa wale ambao si Waislamu, maneno ya maamkuzi yani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yamaanisha kwamba amani ya Mwenyezi Mungu, rehema zake na baraka zake ziwe nanyi nyote. Karibuni kwenye makala ya pili ya kuhusu Mswahili. Ya kwanza ilikuwa ni utangulizi, kisha nikafanya makala ya kwanza, na leo nafanya makala ya pili. Natumai umefaidika mpaka hapa tulipofika, na leo nataka kuingia ndani zaidi kwa sababu nimeona maoni yenu, nimeona changamoto zenu, na ni muhimu sana kukushawishi kuhusu nisemayo. Sifai kukushurutisha kuhusu nisemayo. Lakini kwa mukhtasar tu, Mswahili kama nilivyosema ndiye mwenyeji halisi wa ufuo huu wa mwambao wa pwani wa Afrika Mashariki. Na katika kuzungumza haya, kama ilivyo kawaida, huwa tunajikita sana kwenye kuthibitisha kutokana na maneno ya wataalamu ambao wametupita sisi kwa elimu. Watu ambao wametafiti, wamefanya uvumbuzi, wana kumbukumbu, wana nyaraka za kuthibitishia mambo hayo, wameandika na wanatambulika ulimwenguni. Maneno ninayosema si yangu mimi, ni maneno ambayo yana ushahidi wa kutosha. Jambo ambalo utakuwa wewe na kuomba ni ufuatane nami kwenye makala yote ninayotoa, na usikubali ninayosema mpaka uridhike kwa ushahidi ninaotoa. Kwenye makala yaliyopita nimekutajia Periplus of the Erythraean Sea. Mwandishi wanasema ni Greco-Roman, ni mtu ambaye ametanganya damu mbili, Kigiriki na Kiroma, na ameandika baina ya karne ya kwanza na ya pili, na ni kitabu ambacho kinaaminika katika nyanda zote za historia, na wanahistoria wanakubaliana na kuwako kwa kitabu hiki. Kitabu hiki kimetaja wenyeji wa eneo hili, na baadhi ya watu hawaamini kwamba walikuwa ni watu weusi, lakini neno Azania lilitumika, na nitakutolea ushahidi wa maana halisi ya neno Azania, la maanisha nini linapoelezwa kitaalamu na kwa lugha husika. Kama nilivyokuahidi hivi punde tu, kwa nitafafanua eneo lililotajwa kwenye kitabu cha Periplus of the Erythraean Sea. Erythraean Sea ni ile ambayo sasa hivi inaitwa Indian Ocean, wakati huo ikiitwa Erythraean Sea. Aliyefafanua kwa njia ya kitaalamu na lugha ya kitaalamu ni bwana aitwa Felix Chami, ambapo ameandika makala The Geographical Extent of Azania, kiwango cha eneo cha sehemu inayojulikana kwa jina la Azania. Kwa mukhtasar, Felix Chami asema the Romans identified East Africa as Azania. Waroma au walioandika Periplus walikuwa wameitambua Afrika Mashariki kuwa ni Azania. The Chinese as Zizan, wa China nao wakijua kwa jina la Zizan. Kisha wakataja eneo la Rapta kama lilivyokuwa limeelezwa kuwa ni mji mkuu wa Azania. Na maelezo ya Felix Chami yanaeleza kwamba nyakati hizi kuna watu ambao wahitilafiana na kutofautiana, na hitilafu hizi zimezuka kuhusu eneo la Azania na hiyo sehemu inayoitwa Rapta. Sitaki kwenda ndani kwa sababu naamini wengi mnaoniangalia mnaelewa. Kuna mjadala ambao pia umetokea kuhusu aina ya watu waliokuwa wanaishi sehemu hiyo ya Azania, anavyosema Felix Chami, ambapo wataalam na wasomi wanakubali kuwa chimbuko na shina la Azania ilikuwa ni Afrika Mashariki hii ya leo. na kiwango cha eneo la Azania
ndio ilikuwa iko kwenye suala, yani bado watu wanauliza. Lakini katika uvumbuzi na katika maelezo ya kihistoria na kilugha kumepatikana data, kumepatikana takwimu ambazo zinatumiwa kuweza kufafanua na kueleza Azania kuwa imepanuka kiasi cha kuwa iko kwenye ufuo wa Afrika Mashariki mpaka kufikia maziwa makuu eneo lile, Afrika ya Kati na Afrika Kusini. Narudia, wataalamu wanakubaliana kuwa Azania iko kwenye ufuo wa Afrika Mashariki, lakini unakwenda mpaka maziwa makuu, Afrika ya Kati na South Africa. Kisha Felix Chamia anasema kuwa watu wanashindania kuhusu watu waliokuwa kwa waishi Azania ni Bantu speakers, ni watu wanaotumia lugha za Kibantu, waliokuwa wakulima na walikuwa kifuma kutengeza vitu vya chuma. Kwa hivyo ni kitu ambacho ni haki kusema kuwa watu ambao waishi kwenye eneo hili kwa mapana yake, sehemu za Afrika Mashariki mpaka Afrika Kusini, walikuwa wanajiita wa Azania. Haya ni maelezo ya Felix Chamia ambaye yeye pia ni mtu ambaye ni msomi. Nikitaka kwenda ndani nitachukua muda mrefu, lakini nitakuachia hapa kwa kukufafanulia tu kwa ufupi kwamba Azania ni watu ambao walikuwa ni watu weusi, ni watu ambao wameelezwa na wataalamu wengi kwenye haya makala ya The Geographical Extent of Azania. Nyaraka hizi zitakuonyesha kwenye ukurasa wa 13, ambapo ukisoma kwa makini utaona kwamba hapa wanakueleza kwenye kifungu cha pili kuwa the second mentioning and elucidation of Azania are that of the 1st century Christian era by Periplus of the Erythraean Sea, which is a document written in Latin by an anonymous sailor who provided a sailing and trading guide to Azania and India. Kisha akaja mtu ambaye na mimi pia nikutajia, Claudia Ptolemy of the 3rd century Christian era did provide more information about Azania, collected from those who had been to Azania. Ptolemy also provided a map of Africa showing the location of Azania. In his report, he suggested the extent to which Azania could have reached the Great Lakes region and the Mozambican coast and Madagascar by reporting about different Roman skipper visitations to those regions. Kisha kuna bwana aitwa Cosmas Indocopleitus ambaye anasema hapa kuwa provided anecdotal information about Azania in the 6th century Christian era using the term Zingion rather than Azania. Haya yameelezwa na Freeman Grenville mwaka 1962. The term had been used before by Pliny the Elder in connection with Azania. It is this same term that came to be used by Arabs and Chinese afterwards as Zanj or Zinji to mean the coast of East Africa and its people. Maneno haya yanakubalika kwa wataalamu kama Chittick, Neville Chittick na Birmingham ambayo mwaka 1975 waliandika. Now the Chinese are also known to have had visited East Africa in the early centuries Christian era. They claimed to have circumnavigated Africa from Azania via Southern Africa to Rome. They identified East Africa as Zizan. Tumeelewana mpaka hapa? Haya ni maneno ambayo yanathibitisha kwamba hawa watu ambao ndio Waswahili sasa hivi walikuwa ni watu walikuwa wako Afrika, na ukurasa wa 14 ndio wameeleza waziwazi kuhusu name of the people of the coast of East Africa after 1200 BC Christian era is Sawahil, in Arabic being Sahil, Sawahil, Sawahli au Sawahili,
meaning the coast or littoral. This name matched the earlier Bantu speakers' word Zanji. Kisha nitakutolea ushahidi wa kuhusu Waswahili wenyewe ni kina nani. Katika ushahidi wangu pia nitaomba uandamane na mimi uangalie kwa makini, usikubali tu alafu wewe pia ufanye utafiti wako kuthibitisha iwapo nimekuambia kweli au urongo. Na tunapozungumza maneno haya lazima tuwe na malengo, tunalenga mahali kufika. Na mahali hapa ni kumuondolea dhima Mswahili ya kutaka kujieleza ili watu wamuelewe yeye ni nani, ya kutaka kushawishi watu waelewe kwamba Mswahili yuko na ana lugha yake, ana miji yake na ana mpaka utawala wake ambao kwa leo umepotoshwa na waandishi wengi na umeelezwa kwa njia ya makosa. Andamana nami tafadhali, angalia ushahidi nitakao kuonesha, halafu we mwenyewe utafanya utafiti wako kama nilivyokuomba hapa punde, na uangalie kwamba je, haya yaliyosemwa ni kweli. Sasa kueleza masuala ya Mswahili, na kama ninavyokuambia siku zote, wacha nianze kaskazini huko pande za Shungwaya. Shungwaya kama unavyoona ramani hiyo iko baina ya mto Juba na mto Tana, lakini inachanganyikiwa na visiwa vya Lamu. Shungwaya ina sehemu kama Burgao, Ishakani, Kiunga, Omwe, ndio sehemu ya Ntikui na mjini. Dondo, kuna Pate, Manda, Takwa, Kitao, Kiwayu, Lamu, kuna Shela kule, kuna Luziwa, kuna Ozi, kuna Mwana, Shaka na Ungwana. Yote haya yako kwenye sehemu inayojulikana kwa jina la Shungwaya. Kisha tuingie kwenye kumbukumbu sasa. Mwaka 1962 tarehe 18 mwezi wa 9 mwezi wa Septemba, kutoka mji wa Lamu kumeandikiwa barua watu ambao walikuwa ni wachunguzi wa mipaka, na barua yenyewe ndio hii unayoiona hapa. Imeanza na mtukufu bwana: sisi wazee wa Lamu tuliotia sahihi zetu hapa chini tuomba kukuarifu kuwa mji wetu wa Lamu na nawahi zake, mipaka yake ni hini kama ifuatavyo. Kibla asema mpaka ni Magogoni, magharibi mpaka ni Pangani, Suheli mpaka ni Ukanga, mashariki mpaka ni bahari pamoja na kisiwa cha Manda. Mamlaka haya twalimpa Said bin Sultan, mfalme wa Zanzibar, na kizazi chake kutuhami. Sultan alipochukua himaya kwa Mwingereza, na mamlaka haya Mwingereza aliyahami. Sasa ikiwa Mwingereza hawezi tena kutuhami, na mrudishie sultani wa Unguja atuhami. Ikiwa sultani hataki kutuhami, basi aturudishie wenyewe. Halafu wazee wenyewe wakatia sahihi zao kama wanavyoziona hapa, na wamesema kopi ziende kwa sultani wa Zanzibar, zende kwa gavana wa Kenya Nairobi, zende kwa mkuu wa mkoa wa Pwani aliyeko Mombasa, kwa mkuu wa wilaya ya Lamu, na kwa liwali wa Pwani nzima ambaye yuko Mombasa. Kisha baada ya hapo naja kwenye kukuonesha sasa hati muhimu sana ambazo wengi hawajui, na hizi siwezi kuanza bila ya kukuonesha kwamba kwanza kabisa haya yanataka ujue hawa wahusika tunaowataja, Central Bajuni Association. Central Bajuni Association hawa ni nani? Ukweli utauona kwenye waraka huu ambao unafuata. Hii inakueleza kuwa ni memorandum from the Central Bajuni Association, hapo juu chini ya namba 56, lakini mstari unaofuata unasema a registered body representing Bajuni interests. Na mwanzo wa barua hii na nukuu, our people comprise a larger section of the 12 tribes, the indigenous inhabitants of the coast. Watu wetu
wanajumuika katika kabila 12 ambao ndio wenyeji halisi wa pwani. Si maneno yangu, kama ninavyokuahidi kila siku nikisema nathibitisha, jambo ambalo naomba na kila anayekashifu na kupinga ninayoyasema na yeye akisema athibitishe. Kisha baada ya kukuthibitishia hilo, na kuja kwenye wao wamesema nini hawa Central Bajuni Association. Wamemwandikia barua His Excellency the Governor and Commander-in-Chief of the Colony and Protectorate of Kenya, Sir Patrick Renison, KCMG. The humble petition of the Central Bajuni Association humbly showeth, Your Excellency, we, the elected senior officers of the Central Bajuni Association, humbly petition Your Excellency to convey the following representations to Her Majesty's Government through Sir James Robertson, the Commissioner duly appointed by Her Majesty's Government to inquire into the status of the Kenya Protectorate. 1. The Bajuni peoples, who comprise 5 of the 12 tribes of the Swahili people known as the Wakatwa, Washaka, Wapate, Wafaza, and Wagunya, and who in fact constitute the majority of the 12 tribes, regard themselves as subjects of His Highness the Sultan of Zanzibar, and as such support the aspirations of the other indigenous peoples of the Kenya Protectorate for non-integration with the colony of Kenya. Mwisho wa kunukuu. Je, ninayokuambia ni urongo ama ni kweli? Je, nikisema Waswahili tuko kabila 12 ambao ndio wenyeji halisi wa pwani, kwa nyaraka nilizokuonesha na kumbukumbu, nasema kweli au nasema urongo? Swala langu la pili. Swala la mwisho, je, kila anayepinga tunayoyasema yeye watoa nyaraka kama hizi na kumbukumbu ili kuthibitisha anayosema yeye kuwa kweli kuliko ninayoyasema mimi? Akili kichwani mwako wewe unayeniangalia na kunisikiza. Sasa kwenye kuaga, ili niingie kwenye kukueleza zile kabila 12 za Waswahili ambazo ziko na koo zao, kisha nikuambie na ndugu zao kama Wavumba, Washirazi na kadhalika, na wengine walioko nchi jirani. Kwanza iangalie hii mepu. Hii sehemu ni sehemu ya Wabajuni, na umewasikia wazee wa Central Bajuni Association akiwemo almarhum Obodin bin Tarim ambaye alikuwa ndio rais, anazungumzia kabila 5 ambazo zimo kwenye 12 za Waswahili na amezitaja kwa majina. Mimi nitakupa mpaka koo zao, lakini kwenye mepu hii iangalie Ishakani, Kiunga, Mwambore, Simambaye, Rubu, Simambaye Ntikavu huku, Wata Simambaye Kisiwa, alafu Mvundeni, Shuwei, Mkokoni, kisiwa cha Kiwayu, kisiwa cha Ndao, alafu kuna Kizingi Chini, Faza, kuna Mbwajumali, Faza wengine wapaita Rasini, kuna Chundwa, kisiwa cha Pate, kuna Siu, kuna Nashanga huko, alafu kuna Mtangawanda, kisha Wajamanda kisiwani huku, kuna Amu, kuna Shela, kuna Matondoni na kuna Hindi. Hili ni eneo ambayo jamii ya Wabajuni inapatikana sana, si leo, tangu azali, tangu kitambo. Na mbali na kuwako kwa Waswahili, kuna Nandimi, wengine waziita lahaja. Na mfano mzuri ni kama hivi ninavyokuonesha hivi sasa hivi. Kuna Kiunguja, kuna Kimrima, kuna Kimgao, kuna Kihadimu na Kitumbatu, kuna Kipemba, kuna Kimvita, kuna Kivumba, kuna Kiamu, Kipate, Kishela, Kisiu,
kuna Kitiku. Kisha kuna ndimi za kwenye ufuo wa Banadiri ambao uko sehemu za Somalia, na kuna Kingazija na Kingovi ambacho ndio Kiswahili cha kale. Haya ni mambo ya kuweza kuweka uzito kwenye mtu akisoma au akitafiti, akiweza kuyaona haya atajua kwamba Waswahili wako, na katika ushahidi mkubwa wa kuwako ni kwamba mbali na hichi Kiswahili sanifu ambacho siku hizi kumezoezwa watu kuzungumza, kuna Kiswahili ambacho wenyewe Waswahili wakizungumza, na asema Kiswahili sanifu aweza kusengenywa na asielewe aambiwa nini. Mwisho wa makala haya nitakusomea mashairi ambayo ametunga ammi yangu almarhum Ustadh Ahmad Nasir Juma Balo. Katika kabila 12 za Waswahili kuna Wakilindini, ambapo koo zao au ukipenda mbari zao ni mbari ya mwenye nguti wa mwenye mwinzawe, mbari ya mwenye hunzi, mbari ya mwenye kombo wa dani, mbari ya mwenye kayo wa pembe, na mbari ya mwenye hudumzi. Kisha kuna Watangana, mbari ya mwenye muli miongoni mwa Watangana, mbari ya mwenye mjaka, mbari ya mwenye umbwi, na mbari ya mwenye ngwisa. Mbari ya Wachangamwe, kabila la Wachangamwe, mbari zao ama koo zao ni mbari ya mwenye kitue, mbari ya mwenye mgosi, mbari ya mwenye faki, mbari ya mwenye koba, na mbari ya mwenye ngovo. Kisha kuna kabila la Wamvita ambayo ni mbari ya mwenye Kutani, mbari ya mwenye Kaye bin Sheikh, na mbari ya mwenye Hunziali. Wajomvu wana mbari ya mwenye Faki, mbari ya mwenye Chande wa Shamania, mbari ya mwenye Usi Muhija, na mbari ya mwenye Uledi wa Ndao, pamoja na mbari ya mwenye Ijaa wa mwenye Nguti. Kuna ndugu zao hawa niliokutajia ambao ni wa Mtwapa, wengine wajua kwa jina la Mtwafi. Mbari ya mwenye Nyali au mbari ya Ngombeni, mbari ya mwenye Jimve, mbari ya mwenye Goziadi, na mbari ya mwenye Rakwe, mbari ya Banu Muyaka, na mbari ya Banu Shemapwe. Kuna Waswahili wa Kilifi, mbari ya mwenye Shoka, mbari ya mwenye Kiwanda, mbari ya mwenye Mkomati, na mbari ya mwenye Gome Omari. Sasa kwa leo mpaka hapa nafikiri pamekutosha, lakini najua una kiu sana ya kujua na hizi kabila nyingine ziko wapi. Kama walivyosema wazee wa Central Bajuni Association, kabila 5 za Bajunini nambari zao, na wenzao kwa mfano Washela, Waamu, Wamanda. Kisha tuingie kwenye Wabarawa na Wangazija. Ni ahadi ambayo nakuwekea leo kwa sababu nimefika Lamu, nimepita Shela, nimekwenda mpaka visiwa vya Pate, sehemu ya Siu, nimekwenda mpaka Kizingitini mwisho, katika kukutafutia wewe ukweli wa mambo ulivyo, na nakuahidi kwamba makala yajayo ya 3 yasikupite tafadhali. Nikuoneshe picha, nikuoneshe na nyaraka na kumbukumbu za kihistoria za kuaminika rasmi za wenyewe wa Bajuni wamesema nini. Nitakuonesha mpaka nyimbo za Vave za sema nini, alafu wewe mwenyewe ujiambie, je, nina chuki na Wabajuni au ni watu ambao tunaamiliana vizuri sana, kama ninavyokuonesha hapa nilipotembelewa na sultani wa Wabajuni pamoja na kamati yake yote muda mrefu uliopita, na tukaweza kujumuika na kukubaliana kwamba tutakuwa tukishirikiana na kufanya kazi kwa ukaribu zaidi. Kumbuka kwetu hapa Mvita wanasema Kongowea Jamvumo, Mvita mji wa kale, isokoma mititimo na mayowe na kelele, ni angao na mafumo na mata na panga kule,
wafileo walifile, mweleza mfu nani? Gongwa ni mji muovu, viovu si ukalile, upomosha wenye nguvu, wakawa kama wawele, ikawatia kivumvu, nyoyo zikajaa tele, wafilio walifile, mweleza mfu nani? Gongwa la mwanamkisi, vita mji wa ole, ina waume watesi, kondo hawaiketele, wenye ghamidha na kasi na hasira za milele, wafileo walifile, mweleza mfu nani? Kwamba mojile na kondo, kuteta na simba wale, vumiliani vishindo, vyao msivikimbile, simba wanayo magando, makucha wayatanule, wafileo walifile, mweleza mfu nani? Ndiswi nyalikuu ndiswi, ndiswi msambe tufile, ndiswi mapigana naswi, naswi msitu tawale, ni swiswi nguli ni swiswi, tuvundao mijimile, wafileo walifile, mweleza mfu nani? Kivumbi cha kongoea kivumapo ni jandwele, walombali husikia kingurumo chenda kule, watambaji hutambia kwa mwendo wa polepole, wafileo walifile, mweleza mfu nani? Mwisho kabisa namalizia kukuahidi kwamba tutakutana tena kwenye makala yajayo, Mwenyezi Mungu akitujalia uhai, afya na fursa. Lakini kukupa tena kingozi kwa wamvita chenda hivi, na naomba uyatafakari na utie akilini. Huku tusema sichi hichi sichi, hichino sichi sichile, sichi kikucha cha kuchi, kikucha cha kuchi yule, cha kukicha sicho hichi, na wachao na wachele, kicho cha mchile, msikicho hakimchi. Ustadh Ahmad Nasir Juma Balo, si Muhammad Nasir Juma Balo, ni maneno yake, na yule ni malenga mvita almarhum, ambaye ni ammi yangu mdogo wa babangu kwa baba na mama. Kisha asema tena, pasho pashia pashae, na mpashae kalipa, na kupa mpe apae, umpapo hukutupa, kupa upapo sopae, huwa watupa ungapa, na ukipa alokupa, huwa humpi walipa, waungwana mupo. Baada ya kukonesha ushahidi wote, sasa nataka kukuuliza, umeamini niliyokuambia? Je, kwa utajiri uliomo kwenye ushahidi niliokuonesha na ufafanuzi ulioupata, umeamini ninayokuambia kwamba ni kweli? Je, ushawahi kumwona mtu yoyote na kumsikia mtu yoyote akikueleza maelezo kama haya kwa lugha kama hii yenye adabu, lugha ya kidasturi, na lugha ambayo ni ya kistaarabu, bila ya kutajana majina, bila ya kukejeliana wala kukashifiana, ili kuiweka ile staha na adabu ya kukhitalafiana? Je, unaamini kwamba Waswahili wapo na walikuwepo miaka mingi iliyopita? Haya na mengine mengi huwezi kuyapata mahali kwingine, ni kwenye makala tunayotoa hapa. Na tafadhali jisajili, waeleze na wenzako, na usipitwe na makala yetu yoyote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.